la pili tumeendelea kujifunza kwa habari ya malango muhimu ya kuyaombea tunapojiandaa kuingia kwenye msimu mpya. Ni wiki yetu ya 3 sasa, watu wa Mungu, na tunamtukuza Mungu ameendelea kutupa kibali. Kwa ambao hamkuwepo, tulianza kujifunza kwa habari ya lango la familia na uzao. Hilo ndio lilikuwa lango letu la kwanza. Tulitembea nalo wiki ya kwanza, tukatembea na wiki ya pili. Ijumaa tukaanza lango jipya. Kwa hiyo kama haukuwepo, Mungu akusaidie. Ingawa masomo yote ambayo tunajifunza yote yako recorded na tunayapandisha kwenye kurasa zetu za YouTube. Tuna madhabahu nyingine Mungu ametupa. Kwa hiyo nikuombe, ni muhimu sana. Lango la uzao ni lango pana. Tuko na mtumishi Jose mahali tumetembea almost wiki 5, wiki 6 hapo kumaliza. Kwa ni kitu ambacho Mungu anakiupdate kila siku juu ya hilo somo. Ni somo katika masomo mengi ambayo Mungu amenipa, ni somo ambalo ninamzidi nalo sana juu ya lango la familia na uzao. Tuko sehemu tunaendelea tena kwenye evening goal, tuna somo tena hilo tunatembea nalo tangu mwaka jana, na sehemu nyingine tumeanza tena evening goal Ijumaa ya juzi. Kwa unaweza ukaona ni kiu na shauku ya watu waliokuwa nayo juu ya maombi ya familia zao na uzao walionao. Kwa Mungu akusaidie sana uweza kuona. Ukiona unahitaji kujifunza, unaingia tu kwenye ukurasa wangu wa YouTube, unaangalia kule Mwalimu Edison Sango, search hapo. Tumeanza kupandisha masomo mbalimbali ambayo tumeendelea kujifunza, na Mungu atusaidie. Sasa ndipo kwenye lango la ardhi. Hilo ni lango letu la pili, na lango la ardhi, watu wa Mungu, ni kitu kipana sana, na Mungu atusaidie. Nilisema Ijumaa, Alhamisi na Ijumaa ya wiki iliyopita tunajifunza. Sasa nataka tu tuone tulikotoka, ili tukiendelea tusije tukaachana njiani kwa habari ya lango la ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi si mnanisikia watu wa Mungu? Sinasikika vizuri? Kwa tamani tu au nitumie mic, watu wa Mungu tuwe huru. Mic, okay sawa. Ni muhimu sana watu wa Mungu, wewe ni mfanyabiashara, wewe ni mkulima, wewe ni mwajiriwa mahali, ni muhimu sana mtu wa Mungu kukumbuka kuombea ardhi unayojihusisha nayo. Ni muhimu sana. Hata kama sio ya kwako, hakikisha unaombea ile ardhi ya sehemu yako ambayo unailipia kodi. Najua hiyo ardhi sio ya kwako, lakini umeilipia kodi, iombee. Kwa sababu kitendo cha kuilipia kodi umepata umiliki wa kiuhalali kwenye hilo eneo. Kuna vitu vingi kwenye maisha vinaweza kukukamata. Lango usiwe wewe. Ninazungumza kwa habari ya malango muhimu ya kuyaombea. Napozungumza malango, nazungumza vinavyopitisha. No matter huko ndani kuna upako kiwango gani, kama mlango ukikaa wazi, mwizi ataingia tu ndani na watu wataiba. Kwa usalama huko ndani, sio huko ndani. Usalama huko ndani unategemea ule mlango baba. Si unaelewana watu wa Mungu? Sizungumzi habari ya wokovu ulionao, nazungumza kwa habari ya malango. Unaweza ukawa mlokole mzuri na una nguvu za Mungu, lakini mlango uko wazi. Na mlango ukiwa wazi, haijalishi anayeingia na kutoka. Paulo akasema, nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini wako wengi wanipingao. Akasema mahali pengine walipoabudu miungu mingine, ndipo kwa kuna vita wapi? Marangoni. Kwa hiyo ishu ni mlango. Na tunapofundishana hivyo watu wa Mungu, nataka nikuoneshe umuhimu wa kutunza malango yako. Mara nyingi tunapata comment, mtumishi, mbona mimi nimeokoka? Sehemu fulani mzee mmoja akaniuliza swali juu ya malango ya familia na uzao. Akasema, mtumishi, mimi mbona nimeokoka, tuko vizuri tu. Na unapofundisha habari ya urithi ya familia, kupata matatizo kwa habari ya wazazi, mbona sisi haturithi dhambi? Mtumishi, afu unazungumza mimi habari
ya kuchukua matatizo ya baba yangu, wakati Biblia imesema haturithi dhambi. Na ni kweli haturithi dhambi. Mimi sizungumzi habari ya kurithi dhambi. Tulipozungumza kwa habari ya malango ya familia na uzao, nazungumza kwa habari ya kurithi uovu. Kuna tofauti kati ya uovu na dhambi. Kisha Biblia Kiingereza ndio imeeleza vizuri kabisa. Uovu ni matokeo ya dhambi. Mimi sirithi dhambi za baba yangu, ila matokeo ya dhambi yake yanaweza yakanifunga na yakanikamata. Kwa habari ya dhambi yake atahukumiwa yeye, lakini alichokifanya yeye, maovu yake yanaweza katembea na vizazi. Na ndio maana akasema napatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 chao ni chuki zao. Maombolezo 5:7 anasemaje? Baba zetu walitenda dhambi hata hawako, sisi tumeyachukua nini? Maovu yao, sio dhambi. Kwa hiyo nimekuta kuna watu wanauliza maswali hata huko kwenye mitandao, wanauliza watu wameka mjadala, wanasema unajua hatulithi. Nakubaliana hatulithi dhambi, lakini kuna uovu, matokeo. Ruben aliteseka kwa ajili ya matokeo ya Yakobo. Habili alikufa kwa ajili ya dhambi ya nani? Ya Adamu. Tusisahau aliyetenda dhambi Adamu. Adamu akaambia hivi, hakika utakufa. Kifo ni matokeo ya dhambi Edeni. Kifo ni adhabu. Kula kwa uchungu ni adhabu. Kuzaa kwa uchungu mwanamke ni adhabu. Kwa nini? Yule mama aliambiwa kwenye Mwanzo mlango wa 3, utazaa kwa utungu, tamaa itakuwa kwa mumeo. Yale ni matokeo yaliyotokana na dhambi aliyofanya wakiwa Edeni. Habili amezaliwa kwenye familia ambayo imetenda dhambi, lakini dhambi iliyotendwa na Adamu, laana ndio ikatengeneza uovu kwenye familia. Kwa hiyo kila anayezaliwa anakufa. Mimi na wewe tutakufa, sio kwa ajili sisi tulitenda dhambi, ila kwa ajili ya Adamu alitenda dhambi. Sisi tumelisi kifo kwa Adamu, na ndio maana unaitwa mwana wa Adamu. Wewe ni mtoto wa Adamu. Bin Adam ndo binadamu. Bin Adam ni neno la Kiarabu. Bin Adam ni mtoto wa Adamu, ndo binadamu. Ya msikii sunani bin fulani, fulani bin fulani. Manake bin ni neno la Kiarabu, inawakilisha mwana. Siutalewana watu wa Mungu. Kwa hiyo mimi wewe ni bin Adam, tumeunganishwa kwenye Kiswahili binadamu. Kwa tumelisi uovu. Mwanaume utakula kwa jasho, ndio maisha tulionayo. Mwanamke atazaa kwa uchungu, ndio maisha tulionayo. Lakini ndio tukasome Mwanzo, Mungu wakati anaumba hivyo vitu vikuwepo. Mungu akuumba magonjwa, Mungu akuumba kifo, Mungu akuumba matatizo. Mungu alimuumba mwanadamu, mwanadamu akae Edeni akila chakula anachokipenda kwa muda anaoutaka. Baada ya dhambi kuingia Edeni, maisha yakagawanyika. Kwa ninachozungumza hicho watu wa Mungu, najibu tu kwa watu walikuwa wameuliza maswali, maana nimekaa hapo. Ninapozungumza hicho watu wa Mungu, tuelewe ya kwamba tulifi dhambi, ila matokeo ya dhambi yanaweza kukukuta. Unapoomba kwenye familia yako, mimi Edison Sanga nimeokoka, nampenda Yesu Kristo, hiyo haimaanishi ya kwamba naweza nikawa salama kwenye vifungo vya kifamilia. Vifungo vya kifamilia vinahitaji niende mtu wa toba na rehema, lakini kabla ya toba nikatoa angalizo, usiombe kitu ambacho ukifahamu utapiga makai muda mrefu, utazunguka hapo. Nikatoa vile vitu viwili, watu wakasema, cha kwanza ifahamu familia yako, fahamu familia. Katoa na family tree hapo huko. Tukaingia lango la pili la ukombozi wa ardhi, watu wa Mungu. Tukaingia kwenye ishu ya ardhi, watu wa Mungu, na naomba turudie tulipotoka ili Mungu atusaidie. Lango la pili tunalita lango la ardhi. Ili ni lango la ardhi. Jifunze kuiombea ardhi kama lango. Jifunze kuiombea ardhi kama lango. Ardhi ni lango. Ninapozungumza kwa habari ya lango, nazungumza kwa habari kinapitisha. Mungu alimwambiaje Kaini kwenye Mwanzo 3, Mwanzo 4? Anaambia Kaini,
Mbona uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vema hutopata kibali. Dhambi iko inakuotea mlangoni. Afa kaombe inakupasa uishinde. Dhambi iko mlangoni. Kwenye nini? Kwenye lango la familia. Kwa nini? Babake ndo alitenda dhambi. Kwa dhambi iko mlangoni, inamtamani. Umeona hiyo sentence? Ndio Biblia imeandika hivyo, inakutamani lakini nakupasa uishinde. Sasa tunapozungumza ardhi kama lango, hii ardhi tunayoiona hii watu, wewe unaitazama kama ilivyo, iangalie kama ilivyo hii ardhi. Moja ya kitu kikubwa kinachotumika na watu wa nguvu za giza kukamata maisha ya watu ni ardhi. Na nikasema watu wa Mungu, no matter ardhi uliombea jana, shetani kila siku ana update mwenzenu. Inawezekana hata usiku leo uliombea ardhi ya kwako, lakini wewe si huko saizi. Unajua nini kinaendelea? Kwa hiyo unapo update maombi, naye ana update vifungo. Kwa hiyo ni kitu ambacho mara kwa mara unapopata nafasi kumbuka kuiombea ardhi ya kwako. Na nikasema ni muhimu sana kuwa makini na watu ambao unawakaribisha kwenye ardhi ya kwako. Kila mguu unaoingia kwenye eneo lako ni muhimu sana kuweka tahadhari kubwa. Kuna watu wamefungwa na wageni walioenda kuwatembelea kwenye ardhi zao. Kuna watu wamefungwa na watu waliowauzia maeneo. Kuna watu wamefungwa na mafundi waliowapa ardhi zao wawajengee nyumba. Kuna mtu alifungwa na mafundi ambao wamewapa wajenge nyumba, wakajenga nyumba, lakini kwenye ujenzi waliokuwa wanajenga wale mafundi, wakati wanachapia tiles, pale sebuleni chini ya tiles moja waliweka ilizi afu juu wakapiga tiles. Watu wamehamia kwenye nyumba, ndoa ya kumevunjika, watoto wanaumwa huko ndani, mandoto ya ajabu ajabu, biashara zikafa. Mama akarudi chini kabisa, ndo akaenda kwenye maombi, anaambiwa ili tukaombe kwenye malango yao. Wanafika wanaomba pale sebuleni, mafunio yakatoka, kuna kitu huku ndani, hebu tuendelee kuomba Mungu atusaidie. Maombi yanapigwa, watu wanaomba, tailizi ikapasuka katikati. Uichomoa hivi unakuta kuna kipande cha ilizi nyeusi kiko chini hapo. Kwa no matter, naudia tena, inawezekana uliombea uliponunua hiyo ardhi na kweli Mungu aliikomboa. Wale mafundi waliokatiza, Tumishi Jose yuko hapo na mtu aendelea kwenye maombi, ni mdada ana kazi nzuri, ni pilot, ardhi ya kwake, miaka 15 pilot, anakaa kwa nyumba za kupanga na ana kiwanja wapi Kinyerezi, na ana kiwanja Kinyerezi, miaka 15 anakaa kwa nyumba za kupanga, ni pilot, hawazi atakuja na kiwanja na ishu ni ardhi. Ardhi ilipoombewa, alipokombolewa, akaanza kujenga, kila paka anayekatiza kwenye ardhi anakufa. Washazika paka 7 sasa, paka 7 wanakauka. Anafanya kazi tu ya kutuma shuhuda, watumishi tu, mafundi wanaojenga lile eneo ambalo lilipigwa maombi, fundi anaogopa kukanyaga, anasema hapa anajisoda wenyewe waganga. Haiwezekani tangu vita kwenye maombi basi tunakamata tu paka, tunakamata tunaua paka tu anakufa. Nazungumza ishu ya muhimu wa kuombea ardhi ya kwako. Wapendwa, ardhi itakula biashara yako, ardhi itakula watoto wako, ardhi itakula familia yako. Kwa hili labda tuione tu kama hivi ilivyo. Hii itazama, ina masikio na ina macho. Wewe umetoka kwenye ardhi hilo, silisahau. Wewe mwenyewe ni matokeo ya hiyo ardhi. Sisi ni mavumbi na mavumbini tunarudi. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kwa ardhi ni lango, na tukasema hili lango la ardhi linabeba vitu vingi sana. Tukaangalia vitu vikubwa 4 ambavyo vinabebwa na ardhi. Cha kwanza, watu wa Mungu, tukasema
ardhi inaweza ikabeba laana. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tukasema ardhi inaweza ikabeba vifungo. Hilo ni jambo la pili, ardhi inaweza ikabeba vifungo. Laana ni maneno yanayotamkwa. Kwa ardhi inaweza ikabeba maneno, ikawa inatembea na maneno. Ule mstari sikumbuki, ni kitabu cha Isaya, anasema nchi. Yeremia 22. Yes, tupate huo mstari mtumishi tuusome. Nataka tuone pale maneno muhimu sana ambayo yamezungumzwa kwenye huo mstari. Ardhi inaweza ikabeba vifungo. Kuna vifungo vinaweza vikatembea na ardhi, na hivi vifungo vinatembea na watu wanaoishi juu ya hiyo ardhi. Ziko ardhi zimetembea na vifungo vya elimu, ziko ardhi zimetembea na vifungo vya watu kuzaa. Kwa kuna muda shida ya uzao ulionayo sio kwamba wewe unatakiwi kuzaa, ile umekaa kwenye ardhi ambayo hairuhusu mtu kuzaa hiyo ardhi. Napozungumza kuzaa, nazungumza habari ya kuzaa watoto, lakini kuwa na matokeo kwenye unachokifanya, kwamba biashara yako kuna kipindi haizai. Uko kwenye ardhi ipi? Ardhi ambayo hairuhusu maongezeko, na ndio maana kuna ishara za kuja kuziangalia huko mbele za kuona kama hii ardhi imefungwa au haijafungwa. Ziko ishara, na ndio maana ukinunua ardhi, kabla ya kuanza kujenga, mtu wa Mungu, pita kwanza kwenye hilo eneo ulilokununua, wazungukie majirani, sio kwa kuwauliza. Angalia tathmini. Ishu sio uzuri wa eneo. Tuliona kwenye kitabu cha Wafalme ile Ijumaa mliokuja, tuliwaambia Biblia anasemaje? Tazama mahali pa mji huu ni pazuri. Kwa kumbe ishu sio uzuri wa eneo, kama bwana wangu ona, lakini maji yake yafai. Na nchi ni ardhi, inazaa mapooza. Kwa kumbe sio uzuri wa eneo. Unaweza kusema nikipata fedha ile Viscona nitauza sana. Wewe unaangalia uzuri wa physically, lakini kuna issue ya spiritual, kuna issue ya rohoni. Hiyo ndio kitu kikubwa kwenye biashara, kitu kikubwa kwenye kazi. Wapenda, kuna watu wanachia flame Kariakoo. Wewe unatamani upate flame Kariakoo, lakini kuna watu wanalalamika biashara Kariakoo hauzi. Yuko mdada na meza Kariakoo, ana mauza mabaro ya nguo. Sasa mtumishi, sielewi Kariakoo naijua wewe, alalamika biashara nguo nini? Habari alipo kwenye ile ardhi anazungumza kabisa, hii ardhi mtumishi, huyu mwenzangu hapa kila siku anaendelea maneno, analoga na wazi na ananiambia kabisa vita nilionayo mtumishi ni kubwa, inafika tu nimekata tamaa, nataka niache kufanya biashara. Wewe ndio unapata amani, unasema nikipata frame Kariakoo. Naambia tena, issue sio uzuri wa eneo physically, anza kukamata eneo spiritual kwanza, rohoni. Unaofanikiwa kwenye chochote unachokifanya, wale ambao wanaanza kukamata maeneo wakiwa rohoni kwanza. Ndio maana watu wanaloga kwanza rohoni, wanadili hapo, wanaweka mazindiko rohoni. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kwa ardhi inaweza ikabeba raha, ardhi inabeba vifungo. Ardhi hii mara nyingi wanapenda kuitenga, ingawa inaweza ikawa huko ndani, lakini wanapenda kuitenga peke yake ya tatu ili ichukuliwe kwa mzigo. Ardhi inaweza ikabeba magonjwa. Muhimu sana, ardhi inaweza ikabeba magonjwa. Jambo la nne pia nimeitenga, ardhi inaweza ikabeba roho ya mauti. Sasa hizi ukiziangalia zinaweza zikawekwa huku ndani, lakini nimezitenga ili kila mmoja unapoombea uwe na mzigo nayo. Viko vifungo vingi sana, laana kwa bali tu ya maneno yaliyotamkwa, maneno tu.
Vifungo ni mateso kwenye eneo. Kuna mtu alikuuzia hilo eneo, lakini hilo eneo lilikuwa na vifungo. Eneo limebeba magonjwa, na ndio maana kuna magonjwa huwa yanagawana kwenye kanda. Ukienda kanda ya ziwa utakuta tunateseka sana magonjwa ya goita, si magonjwa ya nini, si magonjwa ya nini. Chunguza, kuna eneo ukienda nakuta kuna ugonjwa mfano watu nawatesa na unawafunga, lakini pia ardhi inaweza ikabeba mauti. Kwa hivi ni vitu vinne ambavyo nimekupa. Unapokuwa kwenye maombi ya ardhi, hizi ziwe prayer point zako. Sasa kwenye ardhi ambayo wewe sasa ndo Mungu amekusaidia kwenye hiyo ardhi, wewe hapo ndo unalima, umeweka biashara hapo, ndo kazini kwako, hapo ndo nyumbani, muone unajenga. Saizi unasema unajenga, nakuorodhesha tu ili mtu wa Mungu nikusaidie. Umeona hivi vitu, inawezekana hiyo ardhi sio kwako, ila umeikodi unalima. Kumbuka hivi vitu sio kwako, lakini umeweka biashara yako. Kumbuka hiyo biashara umeweka kwenye ile nyumba, kuna mmiliki wa hiyo ardhi, pengine hajaokoka na mjui Mungu, na pengine mwenzio kila mwisho wa mwezi ana update hiyo eneo, analifanyia zindiko. Wewe ndio biashara yako imekuja kukaa hapo juu, lakini kazini, mahali ambapo unafanya kazi, kumbuka ardhi inabeba hivi vitu. Nyumbani, hiyo nyumba pengine hujajenga, wewe ndio umeinunua hiyo nyumba tu, wengine waliijenga, wewe ndio umeenda umekaa. Kuna eneo saizi unajenga. Hebu angalia upinzani ulionao kwenye haya maeneo. Una upinzani kwenye eneo gani hapo? Wewe una upinzani kwenye eneo gani kwenye haya maeneo? Angalia mashamba yako. Okay, kuna kesi pia viwanja hapa. Nikasema umenunua kiwanja mwaka wa 8, hata hujui kiwanja kinaendelea. Ni cha kwako lakini hujui kinaendeleaje. Mwaka wa 8 kimekuwa hapo. Hujui kinaendeleaje. Unalima, angalia matokeo. Mahali pa mjini pazuri, nchi inazaa mapooza. Ni habari ya kilimo kinachozaliwa. Ni kwa habari ya Yoeli mlango wa kwanza. Some na mlango wa pili utakuja kuona. Kwa habari ya tunutu, madumadu na nzige waliokuja na kaa juu ya mazao. Ishi ilikuwa ni ile ardhi ya eneo. Ndio Mungu anamwambia Yeremia, anamwambiaje? Nenda kawaarifu wa watu, waambie ya kwamba je, mambo haya yamekuwa katika siku zao au katika siku za baba zao? Halafu anasemaje? Waarifuni enyi wenyeji, enyi wazee, waarifuni watoto wenu. Watoto wenu wakawaambia watoto wao, na watoto wao wakawaambia kizazi kingine, ya kwamba yaliyoliwa na nzige, yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare. Yaliyosazwa na parare, anaanza kuwaelezea. Ninazungumza kwa habari ya kilimo. Angalia matokeo, angalia nguvu unayoitumia na matokeo unayopata ukiwa kwenye kilimo. The same kwenye biashara. Upinzani unaweza kuwa kwenye ardhi. Ardhi kama imebeba hivi vitu vifuatavyo. Imebeba mauti, itaua biashara. Imebeba magonjwa, patachiliwa magonjwa. Vifungo sasa ndio inategemea uko ndani kuna vifungo vya aina gani? Vya uzao, vya ndoa, kila aina kifungo uko ndani. Laana ni maneno ambayo yametamkwa. Kwa hiyo ni muhimu watu wa Mungu, unapodili na ardhi kwenye maeneo haya, utajiongezea na wewe hapo ardhi unaifanyia nini hapa? Haya maeneo, rudi hapa. Angalia ni eneo gani ambalo wewe limekutesa na limekufunga. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Nazungumza kwa habari ya ardhi kama lango. Tukaja kuona sosi kubwa mbili za ardhi, kubwa mbili. Eneo la kwanza, ardhi inaweza ikapata shida. Nikakwambia sababu ya kwanza mtumishi wa Mungu, nilikwambia kwa habari ya maneno au matamko. Tulizungumza hiki kitu kwa habari ya matamko.
au maneno. Hapa ule mstari wa Yeremia ngapi? Yeremia 22 29. Yeremia 22:29. Kwa ardhi inaweza ikaingia kwenye kifungo kwa habari ya maneno au matamko yaliyoachiliwa kwenye hilo eneo. Kwa unapomwambia Mungu nisaidie, sijui ardhi nimeinunua, lakini inawezekana hii ardhi, asili ya hii ardhi imebeba maneno, imebeba matamko. Na hapa tukaona kesi study nyingi. Kesi study ya kwanza ni hii, anasemaje mtumishi wa Mungu? Nchi ndio nchi. Huyu mtu anazungumza na ardhi, ameita nchi mara ngapi? 3. Nchi. Sasa hii laana ilikuwa ni ya Mungu juu ya eneo, si unaelewa? Hii ilikuwa ni ya Mungu. Na kuzungumza vifungo hivi watu wa Mungu, hii inawezekana kifungo cha Mungu au cha shetani, kwa sababu sio kila kifungo ni cha shetani. Lazima mlielewe, ziko ardhi zina laana ya Mungu watu walio hai. Kwa sababu gani? Tutakuja kuona sababu ya pili. Ndio mara nyingi inasababisha Mungu ailani ardhi, Mungu ainajisi ardhi. Sasa huyu ni mtumishi wa Mungu Yeremia, anazungumza kwa habari ya ardhi ya Israeli kama nabii wakiwa wanajiandaa kwenda utumwani Babeli. Kama kuna nabii ambaye Mungu alimtumia na watu walimchukia, ni nabii Yeremia, kwa sababu Yeremia alikuwa anazungumza vitu vigumu kwa taifa la Israeli kwa habari ya wao kwenda utumwani Babeli kwa Nebukadreza. Angalia, anaitamka nchi. Nisikie, angalia sasa vitabu anavitamka. Tuende mtumishi wa Mungu. Bwana asema, Bwana asema. Manake wewe ardhi. Bwana anasema. Angalia sasa Bwana anachosema. Andika habari za mtu huyu. Ndio wewe sasa unatamkiwa. Angalia sasa cha kwanza kwamba hana watoto. You see, hiki ni kifungo. Andika habari za mtu huyu, kwamba huyu mtu hana watoto. Jambo la pili, usiko kifungo hatafanikiwa siku zake zote. Ardhi imepewa matamko haya. Kwanza ardhi, andika huyu mtu hana watoto, huyu mtu atafanikiwa siku zake zote. Anaendelea nasema, hapana mtu wazao wake hawajazaliwa bado. Hapana mtu katika wazao wake atakaye fanikiwa. Isiki kitu watu wa Mungu. Sasa hapa utarudi kule, huu mstari kwa sehemu mbili. Kwenye lango la kwanza la familia na uzao, huu mstari unaingia. Ametamkiwa mtu ya kwamba hana watoto, hatafanikiwa, lakini watoto wachache alionao kwenye vizazi vyake, hapana katika wazao wake atakayefanikiwa. Hapo wengine wako kwenye viuno hawajazaliwa bado, lakini washatolewa kwenye mstari. Ameishia hapo mtumishi wa Mungu. Akiketi katika kiti cha enzi cha nani? Cha Daudi. Afu akamaliza. Haya ni maneno watu wa Mungu. Maneno haya ameisemesha ardhi mara 3. Nchi, andika habari za mtu huyu. Nini? Huyu anajenga. Akimaliza kujenga asikae kwenye nyumba yake, si anajivunia. Tumemwombea mtu jana hapa Imani, wivu tu, huyu analinga mtaani.
ana gari lake, akipita piga sioni, watu wameondosha gari, ana gari. Gari la kwanza akapata nalo ajali, wamemtengenezea bakteria. Tumemwombea jana, bakteria miaka 3 nyuma, ajali akapata bakteria kwenye kichwa. Tunapozungumza leo saa 5 anaripoti pale Muhimbili ili afanyiwe operation. Why? Maneno sio kwamba uliwakosea, sio kwamba uliwauzi. Muda mwingine tu ni wivu walionao, hawapendi uendelee, hawapendi ujenge, hawapendi uwe na amani kwenye ndoa, hawataki upate uzao, hawataki watoto wako wasome. Sio kwamba watazungumza na wewe utamkaribisha, ataingia pale sebuleni, kipindi umeenda jikoni kumwandalia chakula, mwenzako anasemesha pale sebuleni, andika habari za mtu huyu, anatamka akiwa kwenye ardhi ya kwako, tuone. Anaangalia nyuma na kupongeza, hongera sana mtumishi, Mungu amekubariki, umejenga vizuri, hongera sana. Lakini mwenzako rohoni anaachilia matamko, tuone kwenye hii nyumba kama atakaa kwa amani, tuone kwenye hii nyumba kama watoto wake, tuone magonjwa ya watese na uzao wake. Hana watoto, nchi yasikiliza, hatafanikiwa. Kifungu kikubwa sana hii, yani amekuua moja kwa moja, maanake siku zake zote mpaka utakapokufa. Lakini tu hajaishia kwako, wamesemaje? Hapana, katika wazao wake. Yani maanake ameingiza na watoto wako na vijukuu zako na vitukuu vyako na vilembo, si wote wameingizwa huko ndani. Nini? Matamko, maneno. Kwa unapoombea ardhi, kumbuka kufuta maneno yaliyotamkwa juu yako. Mwambie ardhi, ninajua una masikio, nimetamkiwa maneno mengi sana ambayo mengine umeyasikia kwa masikio yako, lakini mengine hujayasikia. Wakati huyu anatamka haya maneno, watu wa Mungu, sio kwamba watu walikuwa wanasikia, ila ardhi ilisikia, ardhi na ikaandika, ardhi ikaanza kufuatilia haya, akaanza kutimia. Hawa jamaa walibaki ukiwa, wote waliondoka, wakaenda miaka 70 utumwani. Ardhi kama unavyoiona hivi, ardhi ilibaki tupu. Waliobaki huku walikuwa ni walemavu na wazee, ndio waliachwa. Lakini wote wenye nguvu walienda utumwani. Ndio kina Danieli wote waliondoka, kina Shadraka, Meshaki, wote waliondoka. Ndio wanakuja kurudi tena baadaye. Tunakuja kuona watu kina Nehemia sasa wanarudi kuja kujenga tena miji yao ambayo iko imechaukiwa. Ndio wanaanza kuja kujenga tena huu mji. Nini? Vitu ambavyo, maneno ambayo alikuwa ametamkwa. Tukaona jambo la pili, watu wa Mungu, wenye ardhi ambalo linaweza likabeba likatumika kama lango la pili, watu wa Mungu, kwenye ardhi. Tukasema matukio yaliyowahi kutokea kwenye eneo. Kusema watu wa Mungu ni muhimu sana. Kwa unapoomba kwa habari ya ardhi, mtu wa Mungu, ukishaenda kwenye kifungo cha matamko yaliyotamkwa kwenye hilo eneo, kumbuka kuombea matukio yaliyowahi kutokea au yanayoendelea kutokea. Matukio yaliyowahi kutokea kwenye hilo eneo au yaliyowahi kutokea yanaweza yakatengeneza vifungo vile nilivyokutajia kwenye lango la ardhi. Matukio gani sasa hapa? Oktoba 29, na niliwagusia Alhamisi, nikawaambia Alhamisi, niliwaambia mambo ambayo huwa yanatokea pale ardhi inapopokea damu. Kuna mambo karibia 7 yanayotokea ardhi ikipokea damu. Manyingi sipendagi mahali ardhi ikipokea damu. Nazungumza kwa habari ya matukio mengi yanayotokea. Damu ilipomwagika juu ya ardhi, nikasema jambo la kwanza, damu inapomwagika kwenye ardhi, ardhi huwa inanajisika. Kuna matukio yametokea kwenye ardhi, ardhi inanajisika. Tumeshuhudia damu zimemwagika. Hata mimi mtoto wangu
hata kwenda kuandamana, hata kutoka, kapigwa risasi, amekufa. Uchungu wa huyu mama ukoje? Ile damu ya mtu asiyokuwa na hatia imemezwa na ardhi. Yaani Mungu sasa anapokaa kwenye kiti chake cha enzi, anapoitazama ardhi ya matukio ya watu ambao wanapotea pasipo sababu, damu zao zinamwaga pasipo sababu. Ndio Mungu anatazama vipi hali chozi ya wajane. Biblia anasema hivi, damu ya ndugu yako inanililia kutoka ardhini. Mungu anamwambia Kaini, inanililia. Akasemaje? Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Wai ardhi laaniwe, imepokea damu ya ndugu yako asiyekuwa na hatia. Nazungumza kwa habari ya matukio mengi yanayotokea juu ya nchi. Sasa inawezekana umenunua ardhi ambayo hiyo ardhi ilikuwa ni lango la matukio mbalimbali. Kama hujanunua, watu walikuwa kuja wanaabudu kwenye hiyo ardhi ambayo umenunua, watu wanafanya makabila kwenye ardhi ambayo umenunua, wewe hujui. Watu walikuwa wanauliwa kwenye ardhi. Tunaelewa na watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wiki ile iliyopita, Jumapili ile iliyopita, ilikuwa usharika fulani. Ule usharika una jina la eneo. Kwa hiyo tulipokuwa tunajifunza, niliwauliza tu swali, why mmeita usharika wenu jina hili? Ni kawaida kama sisi hapa tunavyoita Tandika, si ndio? Hizo hizo ni kawaida, yani wanachukua tu jina la eneo wanalipa. Na pengine hata kuomba hawajaomba, ila wanalipa tu jina. Sagiro so nzuri. Jiridhishe kwanza hilo jina ili lisikufunge. Sasa huo usharika, baada ya kuzungumza, kumbe wale wazee wamekinoti kile kitu bwana, wale wazee wa kanisa. Nikaenda tena kwenye ibada za katikati ya wiki. Kaambia mtumishi, ulipozungumza kile kitu pale madhabahuni tumekaa nacho. Sasa hizi tuna kikao na wazee wa kanisa.